Mtu wako anapofariki unakwenda kumpikia pilau mtu wako, watu waje wale hapa. Tunarudi katika kumsomea maiti Qur'an. Alipofariki mtu, mtume aliwahi kumsomea Qur'an. Kuna watu ambao walifariki mtume akiwa hai. Alifariki mke wake Khadija, mtume alilia mpaka mandevu yake yalijaa machozi. Mtume alikuwa anampenda sana Khadija, lakini baada ya kufariki Khadija mtume aliwahi kumsomea Qur'an. Aliwahi kumpikia masufuria makubwa watu waje wale. Tunakuambia kwamba hakuna hadithi hata ile maudhu anayesingiziwa mtume, hakuna hiyo. Walifariki watu wake 6 Mtume sallam: Abdullah, Qasim, Ibrahim, Kulthum, Ruqayya na Zainab, kwa kupandiana. Maana yake miezi 3 anakufa huyu, miezi 6 anakufa huyu, baada ya mwaka anakufa huyu. Fatma peke yake ndo alibakia hai. Walipofariki watu 6 wa mtume aliwahi kusomea Qur'an? Tunakwambia kwamba hakuna. Alifariki ammi yake mtume Hamza ibn Abdul Muttalib katika vita vya Uhud, mtume aliwahi kumsomea Qur'an? Mtume mwenyewe alipofariki masahaba walimsomea Qur'an? Tunakuambia kwamba hawakusahau kumsomea Qur'an. Hakuna. Masahaba wenyewe walisomeana Qur'ani mmoja wao akifa. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani haisomewi maiti. Qur'ani inasomewa watu ambao wako hai. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Yasin, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin. Qur'ani imeletwa kuwaonya watu ambao wako hai, sio mtu ashakufa ndio wewe sasa unataka kumsomea Qur'ani, haitomsaidia kitu. Mtu ambaye yuko hai. Kuna baadhi za aya ndani ya Qur'ani ni aya za adhabu, aya za laana, aya za makemeo, aya za kina Firaun, Haman na makafiri kwa ujumla. Wewe unamsomea maiti yako ukifikiri kwamba unamuombea, kumbe unamuombea laana na wewe huna habari. Lakini kwa mtu yuko hai ukimsomea hizi aya atashtuka, la, kumbe nikifuata njia mwisho wake ni laana, mwisho wake ni adhabu, mwisho wake Mwenyezi Mungu anamkemea. Lakini mtu ashakufa, mfano katika surati al-Haqqa Mwenyezi Mungu anasema hivi: khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin